Kenya tu, wapo pia wa Malawi, wa Zambia, wapo kutoka nchi jirani. Kwa hiyo nitatoka nao wageni hao kwenda huko ni kwa ajili ya kwenda kutuombea dua. Niwaombe tuwe wavumilivu. Wewe kama siye katika hao, vumilia, baki ulipo. Wadalilu ala dhalika hajai, huna sababu ya kuja sasa hivi ila ukialikwa, illa walikulli qaidatin istithnau. Kwa hiyo kama haukuwepo, endelea kuwa haupo ila ukialikwa sasa hivi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunawashukuru tena walimu wetu katika awamu hii ya awali kwa mihadhara walioitoa, na mwaka huu tukuweka wale special masekula. Mwaka huu tumekuwa na mashekhe watupu kwa sababu ilikuwa ni mwanamke, na Mungu ayalinde kwa ulinzi wake uliokuwa madhubuti, sio ulinzi wa kisanii wa kibinadamu. Lakini nimshukuru kipekee mwalimu wangu, baba yangu Sheikh Taha Suleiman Bane. Vijana hupenda sana kumsikia akitoa mawaidha, akitoa darasa, lakini leo kwa sababu nimemwambia kufunga na yeye akasema hivyo, nafunga tu. Ni mwanasheria wa Kiislamu na amesomea jambo hilo la sheria, ni jambo lake. Na sisi kipindi hicho tulikuwa tunasema kama anakufundisha usuli al-fiqh Sheikh Taha hujaelewa, hutoelewa kwa shehe yoyote. Mzee huyu akikufundisha usulul fiqh kama hujaelewa, wewe huna kichwa, una ndonga. Ni hodari, ni hodari, ni hodari kweli kweli. Na mwaka jana, mwaka juzi nilisema Mungu amemjalia yeye na shekhe wetu mwingine, mie pia mlezi wangu, fakhri yangu, Sheikh Muharram Juma Yusuf Mtupa aka Sheikh Doga, wamefungua milango yao kuanzia baada salati subhi mpaka baada salati al-isha. Wakati wote piga simu na masala yanakusumbua, watakuelekeza, na kama wanaona una dalili ya kuwa na jicho, watakwambia kitabu fulani, kitabu fulani, kitabu fulani. Ni fakhri yetu leo amebaki wahdahu la sharika lahu, si kwa maana ya la ilaha illa Allah, si kwa maana hiyo, kwa maana yeye na mwenzie Sheikh Muharram Juma Yusufu. Nakumbuka siku moja Sheikh Doga aliniita nyumbani akanambia maneno magumu kidogo. Ni siku ambayo sisahau katika maisha yangu. Allahumma ighfir lahu. Alinambia na kuachia kazi Muharram, naona muda wangu wa kuishi umekwisha. Akanipa vitabu viwili, kinaitwa Nidhamul Qada na kitabu kinaitwa Al-Mufti wal Iftah. Akanambia na kuachia, kaa kwenye dini, maisha yako natakiwa uwe. Leo walimu zangu, umebaki Sheikh Taha. Nimekaa na Sheikh Amir Taji, nimekaa mbele ya Sheikh Suleimani Imrani, nimekaa na Sheikh Doga, nimekaa nawe, umbaki wewe. Usituchoke wanao, hata kama dunia itatuadaa watoto tunawasomesha wanahitaji nafahati zenu mkono. Nyinyi ndio fakhri yetu. Majina yetu yamekuwa makubwa kuliko majina yenu, sifa zetu zimekuwa kubwa kuliko sifa zenu.
umaarufu wetu umekuwa mkubwa sana kuliko umaarufu wenu, na hii ni jambo linalowezekana. Baba akawa mtu duni, mtoto akawa mtu maarufu. Haina maana rais wa nchi na baba yake alikuwa rais. Haina maana waziri wa nchi na baba yake alikuwa waziri. Ni mpango wa Mungu, kama ilivyokuwa mpango wa Mungu kufa. Wannasu fi qismi almaniyati bainahum kazar'i minhum qa'imun wa hasudu. Tunaenda kwa zamu kwenye kuishi na kufa, tutaenda kwa zamu hata katika manasib ad-dunyawiyya. Kwa hiyo nakushukuru mwalimu wangu, mzee wangu, na watu wasiyekujua kwa hivyo ulivyo wanaona kama ni mtu tu labda una mvi za ukoo au za maradhi, lakini chuma kimekula chumvi. Si wa leo mzee, si wa leo, si ndo tunamjua. Umri umekwenda hasa, japokuwa tunamtania baba babu naye anacheka, lakini ndio ukweli. Wakati wote laini itachomolewa kwenye simu. Wakwe zangu wa Pemba wanasema iwivayo ndio ivunwayo, kiwa hakika ushawiva. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Na mjomba huko haupo, siku nyingi ushapita, zimebaki zile wazungu wanaita addition time, dakika za kufidia, na mwenyewe hilo unajua. Inna 80 wa qad bulightuha qad ihwajati sam'i ila turjuman. Kwa hiyo nakushukuru sana mwalimu wangu, lakini pia nimshukuru Sharif Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali, mwenyekiti wa Al-Hikma Foundation. Amekuwa akitusapoti mara nyingi sana kwa mawazo yake, maono yake, mitazamo yake, na kutupa nguvu katika kazi ya da'wa, kwamba mitihani ni dalili ya kufanikiwa. Tunakushukuru, na leo umekuja kuungana nasi katika dauro hii ya mchana. Allah kujalie kila la kheri, na uendelee kuwa nasi wakati wote, kutushauri na kadhalika. Hili ni jambo la mchana, nisiwachoshe, wengine wanataka wakalale. Tanisame, Mungu ana ufundi wake. Siku aliyokufa shekhe, wallahi sikulia, ila nakumbuka ni siku ya 3 alipokufa mwalimu wangu, shekhe wangu, Sheikh Muharram Juma Yusuf Mtupa. Sikutoa mchozi hata chembe. Tokea inapigwa simu shekhe anakuita, hali yake sio nzuri, mpaka nafika naambiwa tayari yuko hospitali. Nimefika, wanahangaika naye. Nilipoangalia nilimwambia yule daktari ambaye tokea awali nilimkabidhi shekhe amuangalie, nikamwambia mnahangaika, kashakufa huyo. Sikushtuka jicho langu, kwa sababu nilikuwa na kitu nakikumbuka. Mapema takriban miezi 7 kama sio 6, akinambia muda wangu umeisha. Lakini leo nakuta namkumbuka kwa nguvu sana, kwa sababu nilikuwa namkimbilia mara zote, na watu hawajui thamani ya watu. Sishangae watu wakamheshimu Muharram huyu Mziwanda, wakashindwa kuwaheshimu wale waliompika. Na ndio maana nimekariri sana kuhusu Sheikh Taha. Kuna watu hawajui, wanadhani tu labda ni rafiki yangu, ni shekhe tu. Ni mwalimu wangu, kwa maana ya mwalimu wangu hasa. Narudia, ni mwalimu wangu kwa maana ya mwalimu wangu hasa wa kunisomesha. Lakini nimesoma na kukabidhiwa kusema sema, lakini mtu wa kwanza kunifundisha fani ya khataba ni Sheikh Taha, na kitabu akanipa. Yani kutoa maneno kwa kusomea, mtu wa kwanza katika maisha yangu ni mzee huyu, na kitabu akanipa namna ya kutengeneza maudhui, ni mzee huyu. Na kwa mapenzi yake, wanajua waliosoma Haramaini kipindi hicho, natoa siri ngumu kidogo. Ukitaka umkorofishe, ingia kwenye idara yake ya kiofisi. Lakini mzee huyu kwa mapenzi yake aliwahi kunipa muhuri, nikakaa nao kwa sababu fulani, mwezi na wiki moja. Muhuri wal Haramaini ulikuwa unakaa nyumbani kwangu, na ndio maana siku nilipokuwa
na gari alipoitaka, we mtoto, gari ya nini? Nipe mimi. Nikamwambia mzee, chukua. Akalipa sijui shilingi 800 sio bei gani, gari inauzwa kama bungo, akachukua. Kwa sababu naona mwenyewe anakumbuka gari hiyo, mafuta kijiko unafika Dodoma, kijiko kimoja pap inanusa tu. Kwa hiyo nawashukuru sana. Baada ya kusema haya, dua ile ile aliomba shekhe katika mimbar, dua kubwa sana ile. Dua zetu nyingine zote tutakazoomba tu ni dua za njaa, lakini ile maghfira, pepo, kila kitu, wake wazuri, kila kitu, hidayah imeenea. Baada ya hapo, nawaomba wageni wangu, twendeni kule. Nilikuwa ninavuta muda, nilikuwa namsubiri huyu bwana tayari. Ile ilikuwa mbinu ile, watu walikuwa hawajaelewa, sasa tayari. Basi wabillahi taufiki, tutaonana tena. Jambo tunaanza baada ya maghrib, shughuli yetu inaanza baada ya maghrib. Kama ilivyokuwa sala, ukichelewa usimeng'ue watu mabega, na mnaijua shughuli ikifika saa 11 tika tika. Kwa hiyo baada ya maghrib jambo linaanza. Tukae sawa sawa, viongozi wenyewe watatoa maelekezo. Subirini ugali wa mtama, mtapiga barabara, hakuna wasiwasi. Bisururi nasi, wageni twendeni.